Ni vizuri pakuwe na social hall ya vijana, mahali ambapo wanaweza kukutania. Hawa wa kijiji hawataki kutupea sisi kama vijana ama kama wasichana hiyo opportunity, wanataka kutulia wao peke yao. Vijana na wale vijana, they don't just want to work. Our views are very different and we can only meet na tuelewane when we are having discussions kama hizi na forums. Vision Changers, transforming lives. Ni nini mnafikiria ama mnadhania inaleta hizi kutokubaliana ama kutoelewana kwa vijana na local administration, duty bearers kama polisi na wazee wa kijiji? Hata wazee wako hapo wanajisemea. Yes. Mimi nikiangalia Davini kwa ile mambo tuko juu, tuko pale tunaona hata tumeketi chini ndio hao vijana. Mimi nimeangalia nikaona hao vijana kuna kitu wamesema wakajua, huko ukiwa mzee ama ukiwa kijana unafaa uitwe radroad, na ukiitwa hiyo jina radroad ufai kufanya kazi, ni kusugua watu na kukula tu kama kazi yako ni kutembea ukiwa radroad. Unakuta wanachukua hizo nyumba za wa mama ameuza shamba mmoja amekuja amenunua roti na inauzwa hata saa 8 usiku inafanywa biashara, hakuna mahali wanaandika. Na wengi wako kazi ya mtara tu, wameiacha hiyo kazi watusumbue. Ni nini mnafikiria inafanya hawa vijana wanafeel ya kwamba wamewachwa nje na inaleta hiyo taharuki kati yao na nyinyi kama wazazi na wazee mtaani? Mwingine anaweza jaribu. Yes. Polisi itataka kijana na wanataka kumuuzi. Hata kama si mwizi. Sasa kuna kijana anayependa polisi. Pengine mzee amepata, pengine alikuwa anafanya kazi mahali akapata karika yake akaweka kanyumba. So akiweka kanyumba na kamiliki kama kake, hataki pengine vijana hata wale wake wakuje hapo karibu. Sasa inakuwa kijana amekuwa hana resources. Sasa unaona ana resort kuona kama huyu mzee ni mbaya, okay, amemnyima haki yake. On the other hand, tunaangalia kazi saa hii sio kama zamani. Mimi nilipoanza kufanya kazi yangu ya kwanza nilikuwa nalipwa 450 per month na nilikuwa naona ni kama pesa nzuri sana, lakini saa hii nikipatia kijana 450 hiyo hata haitamaliza masaa kwake, kwa hivyo haina maana kwake. So vile vitu inaendelea kupanda, shida zinakuwa mingi. Sasa vijana na vile watu wamekuwa wengi, kazi zimekuwa mingi. Sasa imekuwa kijana anakuwa frustrated, badala afikirie, unaona na resort mambo mengine ya pengine pale kwa kiona kidogo kingine na inakuwa. Sasa inakuwa ni ile hali inaingiana na polisi. Polisi sasa akiona kijana hata bila kufikiria, anaona huyu pengine na manga hapo na nia mbaya, ili huyu mmoja hako na nia mbaya ni yule mwingine alikuwa na nia mbaya. So imekuwa ni kama watu wamepandikwa jina ni kwamba vijana sio wazuri, ili hali ni hali inawafanya kuwa vijana wasio wazuri. So tukiendelea hivyo tunapata shida zinakuwa mingi, inakuwa sasa hatuaminiani, wazazi, polisi, vijana wa leo wanataka vitu rahisi. Next thing apewe tu Microwave. Tamaa zimekuwa mingi. Unapata ya kwamba hiyo tamaa anaweza kukua ili achukue hiyo mali yako kabla Mungu mwenyewe kuchukua. Vijana wa leo wapo hivi. Same appearance. Kupata mmoja na watu wengi ndio. Na hiyo ndio kwa polisi. Polisi akipata wewe uko ana umeaitwa mahali ama umetuachilia tu, lazima kuchukulia kwa hiyo. Unaona wale mistake kwa sababu na ile ndeti ya kujua wewe ni kora ama wewe ni mbaya. Lakini kuwa smart kama vile mimi nimefanya. Ikipita mahali utapata polisi kapitana kwa pale mzuri. Because anakuona akushuku. Lakini anapokushuku lazima kuchukulia hatua.
Sasa vijana wa leo ni kwamba wawe wanyenyekevu ili wafike hii nyumba yetu. Ikiwa watanyenyekea na wasikize advice, kazi ziko zinapatikana. Hata sisi wakati wetu hakukuwa na kazi, bali kunyenyekea na wazazi polepole tukafika hapo. Hawa vijana walifanya at least we are still here because wali lay their lives ndio tusifanye nini tusitoke hapo. But hata kama ni hivyo, it's not fair because we may witness so many things happening here. Unapata kweli alipomolewa na akaenda akapata hata ugonjwa akawa hana resources za kujenga nyumba, na vijana wamekuja wamegrab hapo mahali wakitaka kulini kumdisplace huyo mtu. Amejitokeza amesema I'm here, mimi ni vile tusinafanya ni sina uwezo, lakini unapata vijana wanakwambia if that's the case tupatie this amount of money tuachie. Okay, so unaona hapa hiyo mtu ana huyo mtu anashindwa vile atafanya. Also kuna wale vijana ambao wako hapa hivi si ati wako na interest ya kuchukua hiyo shamba, wao wanachukua then they want also to sell. So unapata hapa hivi vijana wamechukua shamba za watu ambao they are not there na wamekujia watu wengine at a throwaway place. So vitu kama hizo kunakuwa na disconnect. Kitu kingine yenye vijana wanaona maybe wazee wako na shida nayo ni ile uongozi ya zamani. Unajua uongozi ya zamani ni kwa hivi. Sisi wakati kama kitu kinajengwa hapa, sisi wazee tulikuwa tunaenda hapo hivyo, tuna negotiate na mwenye anajenga, sio the chief order. Alafu kuna kitu ile ilikuwa inatoka. Sasa huyo mzee wa kijiji ama vile jenga anapewa, alafu anagawia hao vijana. So ndio unasikia kitu inakuja siku unasikia vijana anasema kama mtupani, kama hakuna keki, hakuna kujenga. Naona kitu kama hivi. So hapo ndio mahali penye ilitokea. Basi wazee kitambo ndio walikuwa na collect those ladies. Lakini right now it's no more like that. Sasa sasa hivi vijana ndio wanafanya nini? Wana collect hizo ladies. Na hizo pesa sasa ambapo wazee walikuwa na collect nao wanapata, lakini sasa wao wana collect na wazee nao hawapati. So unaona hiyo discollective. Haya, ukikuja kwa mambo ya job, there are some jobs that ziko yes available jobs. Zile ziko especially kwa hii kijiji. Kama right now we are doing what we call reconstruction ya fence ya perimeter wall ya jenga. Hiyo perimeter wall umepata kazi zile ziko saa hii ndio mwini mwenye contract ya biashara. Anataka wale vijana ambao wanaweza lima mtaa hataki kutumia that excavator. Lakini sisi tuliona hata pia ni njia nzuri so that our boys wapate nini? Kazi. But who wants to work? Unaona? Hiyo kazi ni ngumu. Sasa vijana hawataki hiyo tena wanataka hiyo kazi. Wanataka kazi ile at least iko structured. Ile tuseme wamemaliza kuchimba hiyo mtaro. Sasa wafanye ile kazi tu ya kupeana mawe ama kupeleka simiti na kama kubeba chuma kupeleka mawe. So kuna hiyo disconnect sasa katikati ya hiyo kazi. Vijana they don't want kazi ile mzuri. Wanataka ile kazi nzuri. Wanasema hii time yetu sasa tunataka tupewe kazi ile kama ile yenye wazee wanapewa ya kutembea. Sasa mzee anakuja pale anatembea hapo hivi anafanya nini? Anaangalia kazi inaendelea. Na yeye pia anapangwa kizini. Lakini huyo kijana mwenye anafanya kazi nzito pia akipangwa pesa ile anapangwa hata huwezi kuombea na ile pesa anapangwa. Unaona ndio kuna kitu pia. So I think those are the things that zinaleta shida katikati ya wazee na vijana. Na nikiguzia kidogo kwa polisi, police although they have been trained, lakini kuna issues zile pia wanafanya mbaya. Unaona when you just find boys wamekaa mahali either wanakula mbuka yao ama wanaongea mambo yao ya mpira, then you just push them unasema ati hao ni wakora. No. Sasa hapo ndio pia kunakuwa na disconnect. Kwa vijana wote hata in fact mimi wale wa hizi nimeengage nimeona kwa hii kijiji. They are very smart. Huwezi kuexpect ati huyo mwizi mwenye anaiba ati ni mchafu. Mwizi anaweza kuwa hata even more smarter than kushinda mtu wenye wewe unadania. Mko mmoja. So hiyo ndio disconnect pia kunapata vijana. Alafu mambo extortion. Vijana na wale vijana they don't just want to work. They just don't want to work. Unapata mtu akileta lori ya mawe huko anakuja kujenga.
alafu nyinyi mnamshikisha, mnamwambia bila hii au mwagi unaona vitu kama hizo. Ama hata gari, mtu anapita na gari yake hapa kesi kwa hizi zenye unaonanga za matanga hapa hivi, napata watu wanamsimamisha bila kutoa hiyo pesa na kwa matanga. Hii ni kitu ya kutoa, yani it's like that we went kwa kujitakia, tunapata mtu ana insist mpaka lazima utoe kitu ndio upite na yeye kwa matanga ni kwa. So those are things that zinatusumbua. Extortion iko real and it's happening. We tried even tracing mambo na administration kuhusu mambo ya extortion, lakini hii extortion haiishi. Hakuna barabara unaweza jenga hapa bila kupanga vijana na wazee. Unaona? Na ni maendeleo unaletewa kwa ground. Hakuna kitu yenye unaweza kuja huku useme unataka kufanya kama hujaona vijana ama those are extortion. High pressure and expectations kutoka kwa wazazi. Sababu hao wazazi unaona wanataka kutumika gezetu. Kwa mfano mzazi atakuwa anataka ukue uko kazi, kuwa daktari, kuwa hivi kama mwingine. But yule mzazi hajataka tukae chini kwanza anisikize, aone hii siwezi, hii ndio ninaweza. Kama mimi tukae chini na mimi ndio nalipa siku. Wazazi unapata ile masaa yenye wanaona mtoto ameenda kusema ameenda astray, badala ya akae chini tufanye dialogue, tusikizane, anataka kunipea direct kama command. Hataki tukae chini tusikizane, mama hapa ndio nimekosea, hapa dadi ndio nimekosea, tufanye hivi. Like yeye anataka tu kudirect peke yake. Hataki ile yenye tunasikizana, kwa nini tufanye hivi, tufanye sababu ya hii na hii. Ingine kwa majuzi na police unapata kuna ile mistrust in justice na security. Hii inahappen ile wakati unaona kwa mfano tumeshikwa pale, tukienda huku ndani hatuna ile trust ya tutatoka aje, ama tukikaa hapo ndani tutakuwa safe kweli, sababu kuna zile kesi zenye unakuwa unasikia aliingia polisi alikuwa mgonjwa alipelekwa hospitali, na mimi nilishukuru huko nje sikuwa mgonjwa, ama nikitoka huko nje pengine sikuwa nimeumia. So unajua trust ya kuingia pale ndani ama polisi akikushika tutakuwa na hiyo trust. Yeah. Anybody else? Yes. Masa. So mimi yangu nataka kuchangia kwenye ule alikuwa amekaa pale ndio amesema story ya maybe venye kama venye unafaa ama venye unajibeba ndio maybe polisi ndiye anakujaji. So mimi nataka kusema hivi polisi wanafaa waache hiyo story ya like wana assume. Hakuna kwa utaniona mimi maybe sawa niko mchafu, manywele zangu nimeachanisha, wasiume mtu ni mkora. Siku hizi hadi wenye wamevaa vizuri, mtu amevaa suti ndio wakora wanaingia huko nje watu. So watu waache kuwasimia story ati mtu ni mkora, sijui wamekaa pale chini wanapiga story zao, wanaongelea story za uhalifu. Kaa chini, fuatilia, ujue ni kweli ama ni uongo ndio uchukue step. Thank you. Kama mtu wenyewe wako mbele, usianze kuniforce kidileo na mtu fulani vile hapa tulikuwa tunasoma na yeye. Kila mtu ako na capabilities zake na nielewe kama mtoto wangu. Ukituelewa sisi tutakuwa fair. Hizo vitu hiyo pressure unafanya pia tunaingia kwa vitu zingine. Unapata ndio nikaribia ule mwenye naonyeshwa lazima nifanye kitu kingine. So pia wazazi tuelewe. Sana. Unapata opportunities nyingi zikikuja zinakuja kwa wazee wa kijiji. Hao wazee wa kijiji hawataki kutupea sisi kama vijana ama kama wasichana hiyo opportunity, wanataka kukulia wao peke yao. Hiyo inafanya sisi na wao tusielewane. Juu naona for example dana hapa ako na hiyo opportunity na hataki kuniachia hiyo opportunity ya kusoma youth na hataki kuniachia. Mimi kama hivi ndamuongelesha vibaya ama nikipata naye kwa barabara na kutusi juu ya nini? Hapo niambia ona kuna kitu fulani ya maisha. Yeye mwenyewe alipata hiyo opportunity ama akapea mtoto wake akasahau mwenye mtoto nje. Tumekubaliana ya kwamba kuna changamoto kwa sababu ya hiyo intergeneration, si ndio? Kizazi kingine ikitoka ingine inakuja, lakini hiyo ambayo inakuja haielewi wenye kunaenda. Sasa wangapi hapa wanajua wacha niulize Ministry of Mines and Mineral Resources.
Wachana na wale hao vijana kwanza. Mind and human resources. Hata hawajui kama wanajua. Okay. Now, the reason why I'm asking that because we are disconnecting what is happening within the country, within the community. Unapata mtu kama ni kijana hapa anakimbizana na zile mambo ambazo zinaendelea, zile ambazo zinahusiana na ambao hazifai kwa maisha, na zipite vitu muhimu na wataka hatuwalaumu, ilhali kile tunasema ni kwamba hebu jaribu tukae chini tusungumzane, tuelewe shida iko wapi. Mr. Isaac. Mr. Isaac Variante. Ukweli tuko mbali. Kwa sababu gani? Kulingana vile nimeona vile mnaongea, tuko mbali, kuna gap imekuwa very wide. Sasa hii unasema hauko karibu na mzazi. Hata ingawa anaenda kutafuta. Mimi nikiwa mdogo mzazi ule nilikuwa naye hakuwa mtu msomo. Lakini nilienda shule nikasoma. Kwa sababu gani? Walikuwa wanatia bidii kuona nisome. So wajua vitu vingine hata nyinyi fikirieni. Ni akili ile imeongezeka ambapo sio akili nzuri. Tunastahili kurudisha chini kwanza kufikiria ni wapi ambapo tunastahili kufanye na huyu msasi afanye ndio twende sawa. I think hapo kuna disconnect kwanza ya tumetaza vitu kama language. Atungei tukasema mimi nikipatana na msukuma pale kwani tulize labda unaona baada ya kusikia nimesema labda shinde kuelewa kwa maisha nini. So hawana watu jana wili ya kuulizana labda na niko hapa. So hapo hiyo ni disconnect ya kwanza. Not a problem. Ni tunaweza shughulikia tunafikiri nayo conservation. Peers wetu ni peers wangu nakaa na vijana wenye mchana kama pale mtu na biashara kuna game ya chess nachezanga na vijana na over time physics imekuwa hiyo na vijana wanakujanga na imekuwa thing yani mkifungua kazi wanipigia wanipizana wapi kwa sababu wana miss kuja kwa kucheza chess na kuongea ndio so napata hao peers wangu na peers wa mzee mali atakaa nao wakienda wakikaa kucheza draft wakifanya hiyo wakiongea mambo yao ni tofauti so views zenye mimi na vijana tunakaa pale hivyo tukicheza chess yetu nikiuza hapo kwa mayai na views zenye Zaya anapata akiwa amekaa na wazazi wenzake ni tofauti so obviously tukija hivi tupatane Kenya tukonga tuna our views are very different and we can only meet na tuelewane when we having discussions kama hizi na forums ndio so I think hiyo lack of hiyo kupatana hivi in a space like this we need kama hivi also hiyo generational gap imefanya mimi kama for example kitu yenye nilisomea tu for example in school Kenya nilisomea curriculum ilikuwa developed mwaka gani ikiwa mtoto ndio okay sisi wanajaribu kuimprove over time but hiyo curriculum ilikuwa nikiwa mtoto ndio inisaidie nikiwa probably 25 years old unaona hiyo ni almost 10 years or 15 years difference katikati si ndio so unacheki hiyo generational gap ki translate back in life apart from school life ya generational gap ina affect sana swali langu linaenda kwa wale walio usalama ndiposa ndio tena chini kidogo hii dhana ama mtazamo tulisi na kanali inaitwa stereotype kulingana na mtazamo wa familia usalama hii inachangiaje hii kuelewana kati ya vijana na wale wa usalama na kwa vile mimi ni polisi niko kwa hizo zangu za 9 kama saa 9 ya usiku hivi uko patrol zako upate mtu wako kwa chumba fulani ambayo hata kuna kagiza please wacha kwanza ukiongea uko kwenye maji wacha aeleze unauliza swali sasa no oh ameuliza swali unakatiane mjambazi kwa hiyo itakwambia umuhimu hiyo na kitu ya kwanza nitakusimamisha kwanza na nitakufanyia ka quick search ya haraka kwanza kabla hiyo watu wengine ndio ujieleze hiyo masaa ile kitu yenye mimi tunafanya hayo masaa unaona
maybe unachukia tena si maybe unachukia polisi ya kwanza. Unaweza pata mzazi amekuja amesema huyu mtoto wangu ameshinda, unasikia apeleke mtoto mimi kwa polisi. Yule polisi yako pale kwanza anaimagine yeye ni mzazi, mtoto nakumbuka kuna issue moja niliona msichana wa 15 years akiambia mamake wanapishana. Hata mwenyewe ukijiweka kwenye kioo unaamini mama mnapishana. What do you expect? Hata wakati utakuwa mzazi 15 years na bado unamlisha unamnunulia chakula. Kuna wengine mnasema ati mzazi lazima aniheshimu ndio nimheshimu. Hiyo perspective seems it's very wrong. No. Kitu ya kwanza kama hata mzazi mwenyewe, ukiona mzazi anakosea, usimkosee heshima. Wewe unadai roho kwanza, then unamwambia hapa na hapa enyewe akustahili kwenda hivi. But ukianza kusema siwezi respect mzazi kwa sababu hajiniheshimu. Kitu cha kwanza, maybe mzazi anatoka anaenda kutafutia, akutafutia school fees, akutafutia chakula, bado mavazi yeye anasimamia. Then unataka yule mzazi aje kuchelewa, anaingia kwa nyumba saa 2 na saa 3 usiku. Unataka ufike saa 6. Sure, huyu mzazi unataka kuheshimu. Kama mayuti pia, unaona hiyo heshima na hiyo kuongea. The minute unajua two wrongs cannot make a right. So kitu cha kwanza, ukiona mahali baby umekosewa mahali fulani, usijaribu kuengage ati hata unatolea mzazi hiyo sauti ya juu kwanza. Unarudi chini kwanza, unangoja amalize. Maybe hasira zake zilipanda tu haraka kwanza. Akiona mjibu ataona yeye mtoto wangu ananiishi. Na pia vitamini haitakuwa. Kitu kingine cha chenye kinafanya polisi wafanye ni use of drugs. Unapata mayouth ama si mayouth peke yake, unapata watu wengi wanatumia drugs. Ameona polisi akipita kwa anasema wae kwenda huko kazini sijui nini. Naona. Sasa mtu kama yule bado hamtaelewana, hamtaelewana kwa sababu kichwa chake amejichafua na zile drugs. Kuna drugs naweza define aje drugs. Kuna drugs unaweza pewa hospitali but uitumie vizuri haitakudhuru, but unapata watu wana abuse zile drugs. Wanadhani nikifuta hizi drugs nitakuwa ndio hiyo sasa. Unaona? So na mtu anadhani kwa sababu mimi ni kijana nini lazima nitumie drugs. So pia mayouth ni abstain from it, yani mkiavoid hizo mambo na drugs hakuna mahali mtakutana na polisi. Ni sawa. Sasa hizi shida ambazo ziko kati ya vijana kwa mtazamo wa polisi ama wale wa usalama, mnafikiria ni nini tunaweza fanya ili hawa vijana hii maelewano? Unajua we are talking about intergenerational conflict. Kuna hao vizazi viwili, wazee hawataki kupata kazi, wao ndio vibanda, vijana hawana kazi na anataka kufungua vibanda na hataki kulipa, so there's a conflict. Sasa kama kwa mtazamo wa usalama, unafikiria tunaweza fanya mnafikiria tunaweza fanya kitu cha kwanza? Vijana pia tujiulize, na tusiseme lazima uandikwe kazi serikalini. Kazi ni mingi, unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe na at least una move from one step to another. Unaweza anza biashara ndogo ndogo hapa chini ukisonga, ama hata kama ni kibarua msichague. Unaona watu kama mechanics wako na pesa mzuri. Hawa watu ukiangalia kazi unaweza sema hawa watu ni wachafu, ukipita tunapata wamelala chini ya magari. Pia utapata kuna hizi usanii pia bado ni kazi. Unapata hata ususi unatumia mkono. Haihitaji kulipa vitu atukasema sina kapu ya kwenda kununua zile ni. Unaweza anza na
kusuka kama ni hizi lines na pia michezo talent. Sasa usanii inaingilia pale, unaweza kuwa na hiyo kipawa ya usanii talent, kucheza mpira, kuimba, kazi, unaona. So tusikae tukisema tu lazima sijui niandikwe hiyo kazi ya polisi ama ya walimu ama leo unakaa hivyo, miaka bado inasonga. Kitambo tukimbizana na generation moja. Yeah, sasa unafanya nini? At least tunajituma kidogo kidogo. Unaweza uza mboga pia. Watu wanakula kila siku. Kazi ya mboga pia ni nzuri sana. Ndio? Unaweza unaweza panguzia watu kiatu. Ni kazi kidogo kidogo na unapata inakupa riziki kila siku. Sasa tupigie makofi. Tukiunderstand jukumu la kila mmoja wetu. Vijana, mambo ya heshima. Vijana, tuseme jambo. Kuna problem. Mzee, vijana anafanya makosa. Yeye anatumia mzee wake kuchapa kijana, wewe angalia mimi, ulisaidiwa juzi. Usianze hivyo. Huyu kijana anaweza kuwa na mengi hata kukuliko. Mimi hata kujua simu yangu kuoperate sijui, kijana alinifundisha hivi. Nikakaa chini yake hivi nionyesha na mimi wapi. So kijana hata kuwa anajua kitu, mkali chini muulize. Na hiyo kitu imenisaidia niko na vijana, lakini vijana hao hawajapatikana neno ambalo sio mbaya. Kwa sababu gani? Huwa na take time kuwasikiza. Baba ananiambia, baba na hapo anajua uliko kwenda vizuri. Unajua next time nitafanyaje kwamba tuende tena pamoja. Tusiwakiane hiyo kama. Wewe fanya vyako, wewe fanya vyako. Kama ukweli itakuwa ni ngumu. Askari wote watapata kazi ngumu. Na nyinyi pia mtapata kazi ngumu. Na kila mtu atakaa kilia na kuwa na uoga. Nataka mahali ambapo nikitembea usiku na watu najua kijana tunasalimia kwa barabara siko. Mama analia hapa ndio. What is happening there? Ni issue ambayo inatakana sasa mahali pale tu mkutano anadaiwa. Na vijana wanakuja pale wanazungumziwa. Naona utapata kwamba tumeokoa. Najua mimi nasemanga hivi. Katika itasemanga si lazima kijana apelekwe afungwe. Sio lazima kijana apigwe. Sio lazima. Lakini kijana huyu siwezi kuona kwamba anaweza kuwa amekusana kila mtu. Nani anasaidia kijana ambaye anaweza kuwa karibu na mwambie kijana hapa kweli nzuri. Nimeona wengi nimesaidia kwa maendeleo. I told them. Naambia si mzuri. Kuna mwingine hata ameiba simu na kumwambia nakuja ataleta. Leta. Patia mwenyewe. Ya hapana. Haya nikitembea kama time kama niko sasa kwa mfuko, ule pia anajua hivi na kushika 10 na kwenda kwenye soko. Anaongea na mimi. Unaona? Tunazungumza. Naambia mzae najua tungekuwa na uzae kama wana hiyo. Ungefika mbali sana. Unaona hiyo kitatendo. Unataka kama hiyo. Ni njia ya kufanya uhusiano mwema. So katika kikao kama hiki cha maana sana, utapata kama wali jambo umetoka umeelewa kufika pale ndio utaanza ku apply kile umepata katika hii mstari. Ni hayo. Nataka kufunga mjadala. Sawa. Hiyo alafu aliniuliza kama ninajua kuna ufahamu sana na hiyo. Na si kila kitu tunakaa kwanza. Ati kila vipi shida yote yenye umeletewa unachukua karatasi unalipata ama unalikomenta lazima mkaje mahali. Na wakati nilisema kuhusu hiyo msichana na mamake, nilikuwa natoa mfano ya heshima. Yaani kuonyesha vile hiyo msichana alikosema naye. Sikusema bado venye nilimaliza hiyo. So before you define mtu aende akijua pia anastahili kwenda pia anastahili kushtakiwa ama kufanyiwa kitu ya kwanza kuwa tunakaa chini na both parties mpaka tuone kama suluhisho inatokea mahali pale. So ingine unapatanga mimi nilikinasia mama kuna fulani kuna pale na baada ya kuwakaisha chini ama kutafuta hata nini kuna social worker hapa huwa tunamwinvolve pia wakati tunaona issue mtoto anastahili kuzungumziwa, maybe kuna shida iko pale katikati. So ikifika ni kwa school, si kila mtu anazungumza tena.
wanajua hawana mahali pa kukutana. Social halls zote zimebadilishwa, zimekuwa nyumba za watu za kukodisha, na kukakuwa ya kwamba hakuna mahali ambapo vijana wanaweza kukutana. Hii ni mojawapo ya zile vitu ambazo zinaleta gap iendelee na kukua kubwa, kwa maana zamani tukiwa vijana wazee wetu walikuwa wanatuita, kuna mahali tulikuwa tunawakisha moto hapo nje, vijana wanaadvisiwa pale, wasichana wanakuwa na mama zao pale kwa nyumba. Lakini siku hizi hizo vikao hakuna. Hapo ndipo watu wengi tulikuwa tunapata advice. So hapa Nairobi, kwa sababu chief ndiye mzee mwenye tunategemea katika area, katika administration ambayo ni ya governance, ni vizuri pakuwe na social hall ya vijana, mahali ambapo wanaweza kukutania, na hiyo itaweza kutusaidia sana. Jambo lingine ni kwamba kuna security agencies. Hii ya chief ni administrative, hii ingine ni security, ambapo wanahudumia watu wote, na hapo ndipo pako na mambo ya information delivery. It is also very good and important. Wakati information inafika pale kwa security, kama vile ndugu yangu pale amesema Nisukuma, amesema ya kwamba huwa wanaogopa wakati wanaleta very crucial information kwa polisi. Hao mapolisi pia wanadevolve hiyo information, wanaenda wanasema ya kwamba fulani ndiye amekuset. Naona vitu kama hizo zinafanyanga information isifike kwa wakati ambao unahitajika na mahali ambapo inahitajika. Unapata ya kwamba vijana wanajua ile kitu ambayo inaleta shida, lakini hawawezi kuisema kwa maana wanaogopa pia, wakisema watasetiwa mahali pale. Kwa hivyo tukimalizia ni kwamba security agencies pia mtusaidie kuona ya kwamba information ikifika kwenu imehifadhiwa vizuri na imekuwa executed. Imehifadhiwa vizuri na imekuwa executed. Hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kusaidiana ili tukaweze kusonga. Jambo lingine, Biblia inaniambia ya kwamba Daudi alifikia mahali akasema, nilikuwa mzee na sasa mimi yani nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa, ama mtoto wa mwenye haki akifanya nini, ukilala njaa akiomba mkate. Nataka kusema namna gani, hata nyinyi vijana mtakuja kuwa wazee, na sisi wazee tulikuwa vijana, na hiyo maisha ambayo mna experience na hiyo taabu ambayo mna experience sisi tulipitia pale. Advantage ile iko kwa hao ambao ni wakubwa kuliko nyinyi ni kwamba walipitia mahali muko, lakini nyinyi hamjafika mahali wako. So ndio wafike mahali wako na wakuwe wazee na wakuwe na nywele nyeupe, ni vizuri uende kwa waulize. Ninaona vijana wengi hawafikishi hii miaka ambao uko nayo. Ulifanya nini ndio ukafika hii miaka mpaka ukakuwa mzee, ukafanya kazi, ukaretire na sasa uko na mali yako? Hiyo mawaidha atakupatia itakusaidia. Everything that comes around goes around, comes around goes around. Sio unasema hivi? Whichever mimi ni mzee. So nataka kusema ndani ya kwamba hii maisha ambayo tunapitia saa hii si ati kwamba ni geni, haikukuanga, ilikuanga. There is a history of that life that you are living today, na pia hiyo itatusaidia sana. Na mimi nimeshukuru sana mwalimu kwa sababu ya uongozi hii, na siku nyingine pia uzidi na kuitana tuone ya kwamba vile tunaweza kusaidiana. Asante sana. Nataka tufunge sababu ya masaa, na wale wanataka kwenda kuchukua watoto shuleni. Na yes, now nyinyi kama sasa wana Mukuru, what are we committing to make this bridge? Tunaelewana nini kwa kauli moja ili gap ipate kupungua? I just want gender balance, lakini ile pande ya vijana tupatie sauti ya mtu mmoja, pande ya wamama pia mtu mmoja, alafu pande hii pia nataka mtu mmoja, watu watatu tu. Ni kauli gani ambayo tunatoka nayo hapa? Tunajicommit kama wana Mukuru. What are we doing to make this gap ipungue?
Yes, nianze pande ya vijana. Just one thing ambayo unafikiria tukifanya, ukitoka hapa tunaweza jaribu kufanya. Yes. Breathe. Kuelewana. Hivyo tu. Wamama, naweza taja niko na rafiki yangu pale hajaongea tangu ingie. Unaona tunaweza fanya aje pande ya wamama? Tukitoka hapa, jambo gani ambayo tunataka tukitoka tu hapa tukifika hapo nje kwa mlango tuanzane nayo ndio ilete hii gap. Sasa ni kuongeleshana. Okay. Haya, wacha nikuje pande hii. Yes. I think nitasema tu first of all to acknowledge each other's strengths and weaknesses. Mali kitu inafanya kazi, tuangalie na concept kwamba kitu inafanya kazi. Ndio, na mali ifanye kazi ni correct. Alafu final word, tuache hii mirror on the wall syndrome. Usikuwe unakaa hivi na kusema venye huyo mtu anakaa ama venye mtu anafanya na wewe mwenyewe hujiangalie hivi mbele ya kioo, ujiangalie, si ndio? So am I saying that he is wrong? Ama am I saying that he's doing something that mimi sifanyi? Hivyo ndio naweza sema. Haya, wacha ile wakina local administration watasema ongea na hao together. Nyinyi mnaona ni kitu gani ambacho kutoka hapa kama community, because you are one of us as a community, ni nini ambacho kutoka hapa tunaanza kufanya kwa mtazamo wenu kama walinda usalama? One thing that we can start doing from here. We are committing now because hatutaki tena kurudi hapa kujadiliana hii. Tunaweza peleka online, tutakuwa na experts pia kujadiliana the same thing. So we want now to escalate it. From this, we now go with the same topic, we escalate it. Yes. Now, pande ya kwetu kama organization tutasema hivi. Intergenerational dialogue is not about who is right or who is wrong. It is about learning from the past, acting in the present, and building a better future together. Yeah. Vision Changers, transforming lives.